Kutoka sura ya 2 aya 9. Biblia inasema hivi: binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu kaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtwaa akamnyonyesha. Sio hatari zote zinazotangazwa basi zitakuua au kukumaliza. Wanaweza kukutangazia hatari, lakini kupitia hatari hizo ndio fursa zikafunguka. Unaweza kutangaziwa mambo magumu, vitu vigumu, lakini kupitia vitu hivyo ambavyo umetangaziwa ndio neema ikakufungukia, ukapokea mambo makuu kutoka kwa Bwana. Sasa Farao ametangaza ya kwamba watoto wa kiume wote wauawe, na yuko mama anajifungua katika kipindi cha agizo hilo au tangazo hilo ya kwamba watoto wa kiume wote wa Waebrania wauawe. Unaweza ukawaza kama na wewe ndio unapita kwenye kipindi cha uzazi na uko katika katazo kama hilo, moyo wako ungekuwa unafikiri nini? Moyo wako ungekuwa unawaza nini? Na sisi tunapita kwenye vipindi vingi vinavyofanana na kipindi hiki, vipindi ambavyo hatari imetangazwa na sisi ndio tunavuka katika vipindi hivyo. Na wanaotangazia hatari wana mamlaka, wana askari, wana nguvu, wana silaha, na wamezitangaza kwa kumaanisha kutoka kwenye mioyo yao. Na sio tu kuzitangaza kwa kumaanisha, lakini umeona jirani akifanyiwa kile ambacho kimetangazwa. Umeona wenzako wakitendewa kile ambacho kimetangazwa, kimekatazwa. Ndani yako kunaweza kujawa na hofu na mashaka. Lakini nataka nikuambie neno hili ya kwamba sio kila hatari itakuua. Ziko hatari ambazo hata wakizitangaza kwa nguvu kiasi gani zitafungua milango ya baraka kwako. Mama Musa hakujua kwamba Farao anapotangaza kuuawa kwa watoto wa kiume alikuwa anatangaza mshahara wake. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 2 aya 9 ndio tunakuja kutambua kwamba katazo la mfalme, agizo la mfalme lilikuwa linalenga kumtafutia Mama Musa mshahara pia. Biblia inasema wazi ya kwamba binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Wakati akijifungua alikuwa na hofu, anahofia itakuwaje namna ya kumtunza mtoto. Kumbe Mungu anaandaa namna. Yawezekana na wewe wakati wanakuambia hayo watakayokufanyia, mabaya watakayokutendea, unawaza moyoni utatokaje, utashindaje, utavukaje. Wala usumbue kichwa chako. Mungu anayo namna. Hao wanaotangaza hatari, hao ndio watalipia gharama za wewe kuwa salama. Farao yule aliyetangaza hatari za Musa kuuawa ndio huyo anamlisha, anamsomesha Musa na kumlea Musa. Kwa na wewe moyoni mwako kae kwa jasiri. Ujue hakika ya kwamba Bwana anafanya njia hata pasipo na njia. Ujue hakika Bwana anakuletea wokovu hata kama wametangaza hatari kwa kumaanisha kwa asilimia zote. Na nguvu ya kutekeleza hatari waliokutangazia wanayo, na mikakati na mipango wanayo, na uwezo wanao. Bado Mungu aweza kusaidia. Wale waliotangaza hatari wanaweza kulipia gharama ya wewe kuwa salama kipindi cha hatari waliokutangazia. Farao analipa mshahara wa Mama Musa ili anyonyeshe Musa wake mwenyewe. Hii ni miujiza mikubwa ambayo Mungu anatufanyia. Kwa hiyo itie nguvu ndani yako. Inua moyo wako tena. Ujue ya kwamba Bwana anakufanyia msaada. Amini ya kwamba hutaangamia. Neema ya Mungu itakutunza, neema ya Mungu itakuhifadhi. Fadhili za Bwana zitakuwa pamoja nawe. Hayo magumu hayatakuangamiza, yatakufanya uwe imara zaidi. Yatakufanya uwe mshindi, yatakufanya uwe na nguvu. Milango ya neema na baraka zaidi zitafunguka. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na kutukuza. Asante kwa kuwa wewe ni mwema na baraka yako ni kubwa. Asante kwa ajili ya somo hili unalotupa kupitia Mama Musa, ambaye kwa hakika umemuokoa kwa uwezo wako na neema yako. Anasimama binti Farao kumlipa mshahara, kumnyonyesha Musa aliyetangaziwa kifo. Na kusihi Bwana mwema, neema yako iwe juu ya mtumishi wako huyu anayefuatilia vipindi hivi. Kamfadhili kwa uwezo wako na nguvu ya kwako. Hatari yoyote iliyotangazwa mbele yake kageuke kuwa mema kwake, kageuke kuwa baraka kwake, kageuke kuwa heri kwake. Kila mtu aliyemtangazia hatari
akagharimia usalama wake. Fadhili zako na uwezo wako viwe pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Asante sana kwa kufuatilia kipindi hiki. Mungu akubariki.